Sasa wakati mwanzo naomba kwanza turudi nyuma kidogo. Huwa napitia comments, kuna comment kadhaa nilizoziona watu walikuwa wanazungumzia kuhusiana na swala la Kibiti kule. Swala la Kibiti vipi, kama nilipita kwa sababu ambao umepita kama unaaga maiti kwa lugha za mtaani. Watu wengi wanazungumza kwa lugha za mtaani, kwa sababu ambao umepita kama unaaga maiti kuhusiana na swala la Kibiti. Nilizungumza mwanzo kama kuna namna nyingi za kuhakikisha kwamba imperialist wanaingia kwenye nchi yako mkishashindwana kwenye makaratasi. Kuna wakati mwingine ndo hayo matukio, kama unasikia matukio ya kigaidi hasa wakiona resources. Nikatoa mfano wa Cabinda Angola, nikatoa mfano wa Cabo Delgado Msumbiji, nikatoa mfano wa Kongo kule mashariki mwa Kongo. Kuna hizo changamoto, ama kuna hayo matatizo yanatokea Darfur kule Sudan kwa sababu ya mafuta, ambapo huko kote niko kutaja kuna operation mbalimbali za kimataifa za kijeshi zinafanyika. Sasa Tanzania pia tuliwekwa katika target hiyo kwamba kuna jambo lilitokea maeneo ya Kibiti, lakini pia watu wa Tanga kule Amboni Caves, lakini Mtwara na Ruvuma pia. Kuna target fulani tuliwekwa na watu walikuwa wanasubiri tujae kwenye mtego. Ile ilikuwa ni plani ya pili kuhusiana na ugaidi, wakati plani ya tatu ndio hii hapa sasa ya raia dhidi ya serikali ama watu hizo harakati na vitu kama hivyo, kuhakikisha kwamba kuna vitu haviendi sawa. Naomba tukae hapa kwenye hii ya pili sasa, kwa sababu kuna watu wameniuliza kuhusiana na swala la Kibiti. Kwanza kabla tujaenda mbele, hebu tazama hii interview ya taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa ni Commissioner Operation na mafunzo Nsato Msianza. Anazungumzia kuhusiana na yale mauaji ya Kibiti, polisi 9 waliuawa. Huzuni kwa jeshi la polisi, lakini huzuni kwa Watanzania wote. Hii ni kwa sababu mnamo tarehe 13 mwezi huu wa 4 mwaka 2017 majira ya saa 12:15 za jioni, maeneo ya Mkengeni, kata ya Mjawa, wilaya ya Kibiti na mkoa wa Pwani, kundi la majambazi ambayo idadi yao mpaka sasa bado haijafahamika, wakiwa na silaha za moto, bunduki, waliweka mtego na kulishambulia gari la polisi. Labda pia ushai kujiuliza kwamba kwa nini mkoa wa Pwani huu una RPC wawili? Huu mkoa wa Pwani una Pwani yenyewe kama mkoa, lakini pia kuna kanda maalum ya Mkurabi, kwa maana Mkuranga, Kibiti na Rufiji, ambapo yuko pale Sekab Mutayobia kama sikosei yule jamaa. Kanda maalum ile Kibiti, Pwani na Mkuranga ni kanda maalum ya kipolisi. Pwani kuna RPC hawa wawili, kuna RPC wa mkoa wa Pwani na kuna huyu wa kanda maalum wa hizo wilaya 3, ambapo pia tutakuja kuzungumza kwa uzuri huko mbele kwa namna gani ambavyo. Nadhani hapo mmeshamsikia Nsato Msianza. Huyu ni Commissioner Operation na mafunzo, alikuwa Commissioner Operation na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania. Mauaji ya polisi 9 waliotoka katika Lindo, na hawa polisi 9 waliouawa pia mwenyekiti wa huo mtaa pia wa hilo eneo aliuawa pia, Kibiti, Pwani. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa tukifahamu, kwamba tulichokuwa tunategwa hapo ni kwamba tutangaze kwamba kuna magaidi, yani kuna magaidi wameingia ndani ya Tanzania. Yani tuseme kwamba kule Amboni kuna magaidi, tuseme Kibiti, Mkuranga na Rufiji kuna magaidi, tuseme haba kule Ruvuma na wapi na Mtwara kuna magaidi. Alafu kisha tangaza hivyo, si swala la jeshi la Tanzania wala jeshi la polisi, ni swala la Umoja wa Mataifa. Hawa ndo wanaohusika na masuala haya ya ugaidi na peacekeeping. Kwa wao wanakuletea majeshi yakishaletwa, usitegemee kwamba hilo swala la ugaidi litaisha leo. Itachukua hata miaka 20 mpaka watu waondoke na kila ambacho wanakihitaji kutoka katika nchi yako. Kwa serikali ya Tanzania ikala kimya. Walishafahamu kwamba huu hapa ni mtego. Lakini walipokuwa wanakuja kwenye media watu, hiyo ni 2016 17 hiyo nazungumza. Wakija kwenye media watu wanakuambia wale ni majambazi tu bana. Kwa ukishasema ni majambazi, maana yake unatoa hofu ya kimataifa. Kwa hiyo unakuwa unakomaa kwamba wale ni majambazi.
maana yake unafaa operation sabana, operation itafanya jeshi la polisi. Kwa waliuawa polisi wengi na raia walipitia changamoto kubwa sana Rufiji, Kibiti na Mkuranga. Umeona bana Kwa sasa ndo maana mpaka hivi leo tunavyozungumza hivi leo, mkuu wa wilaya wa Rufiji ni Lieutenant Kanali Frederick Komba, mwanajeshi. Mkuu wa wilaya nadhani mkuu wa wilaya wa Mkuranga ni mwanajeshi pia, Kanali Joseph Kolombo. Kanali Joseph Kolombo ni mwanajeshi pia. Lakini pia hata ukienda kwa mkuu wa wilaya wa Mkuranga pia ni mwanajeshi, Kanali Ali Abdallah, naye pia ni mwanajeshi, mkuu wa wilaya wa Mkuranga. Kwa Mkuranga, Kibiti na Rufiji wanaoongoza wote ni maafisa wa jeshi, wakuu wa wilaya ni maafisa wa jeshi. Kama ambavyo pia ukienda Mtwara pale kuna kanali pale ndo mkuu wa mkoa wa Mtwara pale, Kanali Donald Wilson Msengi ndo mkuu wa mkoa wa Mtwara. Hata ukienda Kigoma, IGP mstaafu Simon Siro ndo mkuu wa mkoa wa Kigoma. Mikoa yote karibia ya mpakani ambayo ni ipo kwa ajili ya kistrategia. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma ni Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed ambaye pia naye ni mwanajeshi. Kwa unakuta maeneo yote ambayo yamekaa kistrategia ya kiulinzi na usalama walikuwa wameweka mpaka hivi sasa wameweka maafisa wa jeshi ndo viongozi katika maeneo hayo. Sasa ile swala la Kibiti lile, labda niingia katika details kidogo. Baada ya mashambulizi kuwa makali, polisi wanauawa, wananchi wanapitia katika tension kubwa sana, mpaka kufikia operation inaanza waliuawa polisi takriban 18 na viongozi wa serikali za mtaa takriban 17. Kwa serikali ya Tanzania ikaona sasa ni muda wa kwenda kufanya kile ambacho tunaweza tukakifanya katika ubora wa hali ya juu sana. Kumbuka nilikuwa nimezungumza nanyi kitu kimoja. Mwanzo nilikuwa nimezungumza kitu kinachoitwa The Great Tanganyika. Ile ramani ya The Great Tanganyika. Kwa nimezungumzia hicho kitu, ambayo nimesema naanzia Sofala mpaka eneo la Port of Mogadishu kule Somalia. Kumbuka ulinzi wa Tanzania strategically auanzii hapa bahari ya Hindi. Auanzii sijui auishii Tanga. Unailinda Tanzania kutokea Port of Mogadishu Somalia. Unailinda Tanzania kutokea Darfur Sudan. Unailinda Tanzania kutokea Msumbiji. Kwa sababu haya maeneo yote kistrategy bahari, hizi shores of Indian Ocean ni sehemu hatarishi kwa sababu ya vitu mbalimbali. Na ndio maana leo hii jeshi letu, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ liko Mtwara, liko pia kulikuwa na ile operation ya Samim ambayo ilikuwa inafanyika kule Cabo Delgado kule Msumbiji kule. Ilikuwa inafanyika kule, ambapo kule kinawaka ni hatari. Na kule kulikuwa na operation Mamba, alafu upande wa pili kuna operation inaitwa Koboko. Kwa unawagonga kutokea kule kwao, wakisogea huko unawagonga uwarudishe kati, unawaweka katikati hivi. Unailinda nchi kutokea hapo kati. Sasa lile eneo la Kibiti in question, tuzungumzie Kibiti. Kibiti ishaonekana kwamba ina changamoto kubwa sana, na eneo kubwa pale ilikuwa ni poli. Baada ya zile shows zilizopigwa Amboni kule, burugu ikaja kuhamia Kibiti. Sasa pale iliundwa task force. Task force ya Tanzania ile ambayo iliingia pale Kibiti ilikuwa ni jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ Special Forces. Special Forces polisi, jeshi la polisi Tanzania. Lakini pia walikuwepo vicheche, wanangu wa damu kabisa, usalama wa taifa, watu wa suti nyeusi. Usalama wa taifa kazi yao ilikuwa ni kukusanya taarifa, alafu jeshi wanafanya execution, kwa maana jeshi la wananchi wa Tanzania Kibiti hapo. Huko sisi Tanzania tuna relax, huko tuna beti, tuna relax, nchi iko shwari. Lakini vurumai iliyofanyika Kibiti pale, wale jamaa walienda kusimulia walikokimbilia Msumbiji. Ilipigwa show ya kufa mtu pale Kibiti pale. Sasa pale ilipokuwa ni kwamba task force ile ya watu watatu, kwa maana jeshi la wananchi wa Tanzania, usalama wa taifa, jeshi la polisi. Usalama wa taifa ilikuwa kazi yao ni kufechi taarifa, na aliyehusika, aliyewasaidia katika kufechi taarifa sasa kwanza aliingia pale kutolea magaidi wameshaoana na mabinti pale, kufechi ile taarifa na kuwatenga, ndio alitumika bodaboda pale. Hiyo ni story ya siku nyingine, ujue kabisa namna gani ambavyo usalama wa taifa wa Tanzania wanafanya kazi. Achana kabisa na Tanzania Intelligence Security Services, wanafanya kazi kubwa sana. Wale jamaa walimtumia bodaboda ku sketch out
ramani nzima kabla JWTZ hawajakuja kuexecute ile plan. Usalama walikusanya each and every detail. They paid attention to microscopic detail kwa lugha za usalama. Microscopic detail ambayo huwezi kuiona kwa jicho la nyama. Ambapo JWTZ walipokuja kupata ile execution plan, kupiga kuingia ule msitu, kuwagonga mpaka kuingia katika bahari ya Hindi upande wa pili na wale kukimbia, haikuwa kitu rahisi. Kumbuka hii operation ilikuja kufanyika baada ya pale kwamba sasa aliuawa afisa mpelelezi pale Kibiti Peter Kusegia, aliuawa ASP Thomas Njuki, alipigwa shaba pale Vikindu pale. Tanzania ikaona sasa ni muda wa kuingia kazini. Ile operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hiyo ndio ilikuwa nagusia kwanza, kujua kabisa kwamba endapo ule ulikuwa ni mtego wa kwanza ambao Tanzania tulitega. Endapo tungetangaza kuna magaidi Tanzania, basi jumuiya ya kimataifa wale walikuwa wanaingia hapo. Na pasingetawalika mpaka kesho. Tuna vitu vingi, tuna rasilimali nyingi sana ndani ya nchi yetu. Watu wanazisaka kwa namna yao. Jeshi inapambana kwa nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba hivyo vitu vinavilinda kwa kiasi chake, kwa wivu mkubwa mno. Sasa tutakuja, hiyo ni historia ya siku nyingine, ile operation ilifanyikaje, ilikuwaje, kwa nini sasa hivi kuna kambi ya jeshi pale Kibiti. Tutakuja kuzungumza kwa uzuri kabisa. Na ile vurumai kule ya Amboni, kule mapango ya Amboni ilikuwaje, mapambano yalikuwaje. Kwa tutakuja kuzungumza hiyo siku nyingine kabisa. Na ile JPM alikuwa kuna vitu alidefy JPM kwamba sasa twendeni wanavyotaka na sisi ndio tunataka. Kwa hiyo tutakuja kuizungumza vizuri siku nyingine. Na nafikiri kesho sasa ndio tutaendelea sasa na ile mada yetu ya The Great Tanganyika, ile ramani ya mwanzo kabla ya hii vita kuu ya kwanza dunia, vita kuu ya pili ya dunia, kabla ya German East Africa. Ukitafuta kitabu cha geography cha Mtaala mwaka 94 mpaka 98 kinaweza kikakusaidia pia vizuri. Kwa tutakuja kuzungumza, nilikuwa nimetaja kuhusu udalali, tutakuja pia kuzungumza kuhusiana na ile issue ya Dangote refinery, kwa nini ilifeli, Tanzania waliona kitu gani, kwa nini mwisho siku wakaona hapana acha iende huko. Tutakuja kuzungumza vizuri kwa uwigo na upana. Hiyo ni kesho katika kipande cha 3. Lakini nilikuwa nagusia kuhusiana na swala la Kibiti kwa sababu wadau waliuliza kwa kiasi kikubwa sana.